Ndio. Dada huyu anasema anaitwa Elizabeth. Elizabeth. Anasema ulipokuwa unaelekeza kwamba kuna mtu aliibiwa, alimwazimisha mtu nguo zake. Akahisi giza na akapia akaishiwa nguvu akadondoka. Niliposema tu hivyo akahisi giza na akaishi. Hebu njoo hapa tuambie. Hebu mpe simu, mpe mic hapo. Mpe mic. Ulisikia nini wakati nilisema hivi? Bwana Yesu asifiwe baba. Amina. Wakati unasema kuna mtu nilimwazima nguo. Kweli nilimwazima nguo, alikuwa anaenda msibani. Alikuwa anaenda msibani ukamwazimisha nguo. Baada ya kuwa amekurudishia nguo, nini kilitokea kwako? Yaani ilikuwa giza, hata kuongeleshwa na wanaume hamuna. Kutongoza mwanaume hamuna. Hebu sema fire. Sema hiyo ishindwe. Kwa jina la Yesu. Yaani ukapigwa giza kabisa. Yaani uonekani. Usionekani baba. Hebu njoo hapa. Kimbia. Mwingine nani? Kimbia haraka. Fanya haraka. Mahali hapa kuna muujiza baba. Yesu amefanya nini? Dada huyu wangu huko sawa, hata kazi nashindwa kufanya. Ila unaona kama dalili kabisa kwamba kweli kuna kitu umekula. Ndio. Unaona unakula nyama za watu. Ndio. Na ukiangalia unaona kabisa kuna kitu umekula. Ndio. Mungu anakufungua leo. Amen. Sema nakataa hilo agano. Nakataa hilo agano. Sema nakataa hilo agano. Nakataa hilo agano. Agano la damu. Agano la kichawi. Agano la kichawi. Kufa sasa. Kufa sasa. Ninajivua kila nguvu za giza walizoachilia ndani yangu kwa jina la Yesu. Weka mikono yako juu. Mida ya saa 8. Saa 8 usiku. Kama vile nimeamshwa, kamuona pembeni yangu mama mwenye nyumba yangu. Mama mwenye nyumba yako umepanga? Ukamwona mama mwenye nyumba yako? Na mtu mwingine, alikuwa anasali kule Nyakumbe. Ndio. Mwalimu wetu wa kwaya walikuwa wawili na mwenye nyumba yangu, anasema hivi, hapa tumeshamaliza. Na mwalimu wako wa kwaya? Na amekufuata? Walikuwa wawili. Hebu sema fire. Kuna mtu anaweza kujigiza ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe mpendwa. Bwana asifiwe mpendwa. Kumbe usiku ni mpendwa kweli. Walikuwa wametengeneza lindoli na mimba. Walikuwa wametengeneza mdoli una mimba. Alafu nikawa tunaona hivi, mdomo kutamka ninashindwa. Kuongea uko unashindwa. Moyoni nikawa nasikia kutoa omba, nikawa naomba tu hivyo moyoni, wanasemaje? Hapa tayari tumeshamaliza, tusubiri tu siku ya finali, kila kitu kitakuwa sawa. Anaposukuma tu ni mtoto akitoa kichwa na yeye yaani siku unajifungua na wewe ufe. Na ilikuwa ni lini hiyo umeota? Ilikuwa ni mwezi wa 6. Nikaenda kumwambia mchungaji, nilikuwa naenda kumwambia. Mchungaji akaniambia, wewe endelea tu kukaa unaomba hivyo. Ila nikawa naomba, yani tokea hapo nimekuwa ni wa kumwaga maji na damu. Nikienda hospitali wananiambia labda unafanya kazi ngumu, na mimi hapana. Nimekaa mchana usiku wa kuamkia leo. Nilikuwa nimelala, nikaamka nikaanza kuomba. Nikasikia sauti inaniambia, nenda kwenye ile madhabahu ambao ulipo kwako umebeba mimba. Mtoto wa 3. Ukasikia sasa nakwambia rudi hapa. Hebu mwambie jirani yako wewe unarudi nyumbani. Wewe unarudi nyumbani. Usijifanye joroe. Usijifanye joroe. Unaombewa kwa mchungaji wako unapepea. Haurudi tena. Hapana, nilienda kijijini. Na sio wewe, nawaambia wale kule. Maana kuna mtoto nilizaa, alikuwa na jino sehemu hapa. Kuna mtoto alikuwa na jina. Jino nilizaa na jino, ukajaga ukamwombea na jina ukamuita Yohana, kana miaka 3 sasa. Yohana. Kama kule nyumbani. Nilimuita mimi jina Yohana. Wow. Sasa nitokea, yani nilisikia ile maneno kwamba jana. Yaani ulisikia sauti nakwambia nenda kwenye madhabahu ulipoombewa mtoto wako yule. Kwa ulipoombewa na jina akaitwa mtoto anaitwa Yohana. Rudi huko. Na mimi utajifungua salama. Yaani damu zinanitoka na maji. Nikienda hospitali nikiwaelezea kunipima tatizo, wanasema mbona kama vile mlija yetu umekatika, mlija wa mzazi. Nikasema yani asubuhi nimeamka nikasema lazima nitaenda. Nimekuja najikuta hivyo na mguu na goma, nimekuja. Nilipoanza tu kuomba kama vile naona kidole kinavuruga tumboni. Nilipoanza maombi ukaona kama kidole kinavuruga tumboni. Kinavuruga huku mbele kwenye kidole huku. Kama vile kimepakwa rangi nyekundu vile, yani kinavuruga, nilikuwa nasikia ni joto. Ndio yani, lakini nashukuru Mungu sasa hivi sisikii tena maumivu. Ujauzito wa miezi mingapi? Sasa 8. Miezi 8. Weka mikono yako juu.
Mungu aliyekutuma kuja kwenye madhabahu hii kuombewa ana kusudi. Kwa jina la Yesu. Bwana, nipe nuru kwenye maisha yangu. Nipe nuru katika mambo ninayopitia. Nipe nuru ili nikajue jinsi kutoka. Nisikae katika giza. Nisikae gizani. Kwa jina la Yesu. Nipe neno la ufunuo litakaloniwezesha kutoka kwenye hali ninayoipitia kama ulivyosema wana wa Israeli walivyozunguka kwenye mlima huu. Tosha, geukeni sasa wende kaskazini. Nami Bwana nipe neno la ufunuo kwenye biashara yangu. Nipe neno la ufunuo kwenye huduma yangu, kwenye kazi yangu, kwenye ndoa, kwenye masomo. Nipe neno la ufunuo litakaloniwezesha kutoka katika jina la Yesu. Neno mbele za Bwana, mwambie Bwana kabla mwaka hujaisha akupe neno la ufunuo kwenye kazi unayoifanya, kwenye biashara unayofanya. Mungu akupe neno la ufunuo ukaweze kubuni ofisi nyingine, ukabuni mradi mwingine. Mungu akupe ufahamu. Mungu afungue macho yako ukaweze kuona fursa zilizokuwa zimefichika, ukazione fursa zilizokuwa zimefichika. Acha Mungu achilie neema, achilie neno kwako, achilie njia kwako. Mwambie Baba, katika hali ninayopitia achilia njia kwangu. Nipe njia Bwana, nipe njia Bwana. Fanya njia Bwana, fanya njia Bwana, fanya mlango Bwana. Nipe neno la ufunuo, nipe neno la ufunuo litakaloniwezesha kutoka mahali hapa nilipokwama. Nipe neno la ufunuo litakaloniwezesha kutoka mahali hapo nilipokwama kwa jina la Yesu. Nipe neno Bwana la ufunuo litakaloniwezesha kutoka mahali ambapo nimekwama kwa damu ya Yesu, kwenye biashara ambayo haisongi, ambayo haiendi. Nipe neno la ufunuo, nipe neno la ufunuo litakalonitoa, litakalonivusha katika jina la Yesu Kristo. Ondoa giza kwenye maisha yangu, ondoa giza kwenye maisha yangu, kwenye elimu, kwenye masomo. Ondoa giza kwa damu ya Yesu. Ninakumwambia Baba, ondoa kila giza. Nipe neno la ufunuo, nipe neno la ufunuo, nipe maarifa sasa kwa jina la Yesu. Nipe maarifa sasa katika damu ya Yesu Kristo. Ondoa kila giza kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Hilo giza ambalo nimeifunika biashara yangu, hilo giza ambalo nimefunika huduma yangu, Yesu liondoe, Yesu liondoe, Yesu liondoe, Yesu liondoe, Yesu liondoe kwa jina la Yesu. Baba liondoe kwa jina la Yesu. Inua mikono yako, sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba kibali kwenye maisha yangu, kwenye huduma yangu, kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, na kila chochote ninachokifanya. Mkono wako uwe kwangu, uwe juu yangu. Mkono wako, kibali chako kiwe juu yangu kwa jina la Yesu. Kiwe juu yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama vile Malkia Esther alivyoomba kibali ndani ya siku tatu, akaweza kuingia mbele za mfalme kinyume cha taratibu. Nipe kibali Bwana, nipe kibali Bwana, nikaingie kinyume cha taratibu mahali ambapo wengine hawaingii. Sikiliza, kuna mahali watu hawaingii, kuna mahali watu hawaingii, kuna mitaa hawawezi
hawezi kufanya biashara, kuna mahali watu hawezi kufanya huduma, lakini baada ya kuomba na Mungu akakupa kibali pale ambapo amesema hapo ni pagumu kufungua huduma, hapo ni pagumu kufanya biashara, utaingia kinyume cha utaratibu. Utaratibu wa pale ni kwamba biashara hazidumu, zinakufa, lakini wewe kwa kibali cha Mungu utaweza kufanya hilo eneo, utaweza kuingia hilo eneo. Hebu sema Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, nipe kibali kama kilichokuwa kwa Malkia Esta, aliweza kuingia mbele ya mfalme katika ikulu kinyume cha taratibu, kinyume cha taratibu. Ninaomba kibali sasa, naomba kibali sasa kiondoke kwako, kiondoke kwako, kiondoke kwako, kiondoke kwako, kiondoke kwako, kiondoke kwako, kiondoke kwako katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu yuko hapa, funika tu macho yako. Kuna mtu yuko hapa, nguvu za giza zilikuja kwako baada ya kuwa umemwazimisha mtu nguo, alienda akaivaa, lakini kuna uchawi aliifanyia, na kuanzia hapo maisha yako yameandamwa na giza. Unafanya mambo yaendi, unafanya biashara haiendi. Popote alipo huyo mtu, natuma nguvu ya Mungu sasa. Jiandae tayari, kuna nguvu ya Mungu inakuja juu yako kukutoa. Ulikuwa hujui hicho kitu, lakini sasa imefichuliwa. Sasa kwa rangi ya moto natangaza kulipo nguvu ya Mungu zote, kwa rangi ya moto, kwa rangi ya moto na paswa kwa ushauri shirikina, wakamoto, 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 uliomba kupitia nguo, uliomba kupitia nguo, ulimwazimisha mtu nguo, au kuna mtu aliazima nguo yako au viatu vyako akaenda kukuchezea. Ulipovivaa tena kwa mara nyingine, ukashangaa mambo yanabadilika. Hizo nguvu za giza na za Mungu zianza kujivua kwako. Haya, mara ya kwanza ingote imani yako, fungua moyo wako. Hizo nguvu za giza zianze kujivua ndani yako. Kwa mara ya kwanza zinatoka, kwa mara ya pili zinatoka, ndio zinatoka ndani yako, kwa mara ya tatu zinatoka, ndio zinajivua ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Mara ya nne natangaza hizo nguvu za giza zijivue ndani yako, zitoke ndani yako, zitoke ndani yako. Mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba, zitoke kwako, zitoke kwako, zitoke kwako katika jina la Yesu Kristo. Zinatoka, 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 hazitakaa, 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 nguvu za kichawi, hazitakaa, 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 hizo kufunika, hazitakaa ndani yako, hazitakaa, nguvu za kinanda, nguvu za kichawi, hazitakaa ndani yako kwa damu ya Yesu. Yeyote aliteswa na nguvu za giza zimefunika, zinatokana roho za kurithi. Ni bibi yako alitaka uoge na wewe ukakataa, amekufuatilia. Hizo nguvu za giza zimekuwa zikikufuatilia mahali popote ulipo. Natangaza moto. Yeyote mizimu ya kichawi ya bibi yake inayokufuatilia tangu ukiwa mdogo na ulikataa, lakini imefunga biashara yako, imefunga maisha yako, imefunga uzao wako.